Sasa ni watu wangu, so natumai mko poa. So leo nikiwa Side Hustle niliweza kupatana na msee mmoja tuliweza kuhave a lengthy and meaningful conversation. Ni mtu ambaye ni mwola kwa 70s huko by the way. Na nataka nishare na nyinyi, especially those who are looking for their spouses, those people who are single, some of the characters ambazo unafaa kutumia wakati unatafuta mchumba, si unaona? Na ya kwanza tukasema ni communication, because ukipata na msee, tuseme wewe ni boy ama wewe ni dem unatafuta mtu wa kupendana na yeye, lazima muengage into communication by the way. Na communication ndio hata imeua katika familia nyingi, unaona watu wengi wamependana na ndoa nyingi zinavujika because there is no communication. Unakuta mtu anasoma huyu mwingine, so hataki kusema, anakasirishwa na huyu hataki kusema, ama huyu haezi sikia, they cannot have an efficient conversation. Ndoa nyingi zinakufa. But for you, by the time you are looking for a spouse, lazima ukuwe na that conversation, that communication from you with the person you are interested. Na communication inaweza kufungua kitu kinaitwa understanding, unaona? That's still about point one. Communication inaleta understanding, unaweza kuelewa huyu mtu, unaelewa maybe background, unamuelewa into deep, you know, unamuelewa tu na truth na have na some information about the person, because ukicommunicate na mtu si kusema lazima hiyo mtu akuwe into you, una communicate na yeye unamuelewa. So number 2 point akaniambia ni kitu kinaitwa have something in common, have common interest juu watu wengi huku wameenda wakadate na wakawa watu long because mlienda ukapendana na mtu. Kwa hivyo communication yenu ilikuwa tu mambo na mapenzi, haukukuwa na ile understanding, haukukuwa na ile kitu ya kufanya research, huyu mtu interest zake ni nini katika maisha. Na interest inakuja from career, from hobby, from religion, vitu kama hizo, because watu wengi wamekuja wakaachana na wapenzi wao. Like I remember one day I was having a conversation with one of this lady, for example, let me give you a good example. Unasikia career yake yenye anataka kupasuu ni career ambayo itakuwa inafanya most of the time ameenda wapi? Ameenda huko nje. Si career yenye atakaa kwa nyumba, ni career ile ya kuenda kutumwa na huko. So unapata that lady, kama wewe for example wewe ni bwana mwenye hutaki mwanamke wako ati ameenda sijui wiki moja wapi kikazi, na ni kikazi amekuachia watoto. Unaona mtu kama huyo mtakuja kusubuana na yeye because mtapendana, mlikuwa mko sawa, but kari yake ikuje hapa bereni iweze kufanya nini? Iweze kuwakosanisha. Kitu kama ni imani, by the way, umepatana na mtu maybe hata mnaenda church moja, maybe hata hamjaenda church, maybe wewe ni dem, hujai jua jamaa wako kama one day atataka kufungua church, maybe wewe hauko unataka kukua mama kanisa ama bibi ya pastor, hata kama umeokoka, yes. So unaona, ama pastor unasikia ameenda mikutano wapi, so have that understanding na conversation, mkuwe na common interest kwamba career wise mimi niko sawa na career yenye unataka. Hobby wise mimi niko sawa na hobby yako, juu kuna watu wengine wako na hobby tofauti na wengine. Huyu anataka kuochi, huyu anataka kuochi, so hiyo inaleta misunderstanding katika nyumba. So akasema namba 3 ni have a sense of direction. Have sense of direction. Ya kwanza nimesema communication, na pili have a common interest, ya tatu have a sense of direction. Lazima unaweza kumanage kukaa na hiyo msee, unamuuliza goals zako ni zipi, from short term, mid term and long term juu hii dunia kuna watu, for example, na hii ndio imefanya nikaongea this thing. Nimetoka kuwatch hii Obama alikuwa anafugua sijui Obama what, nikaona bibi yake akiongea hapo venye alikuwa anasifia bwana yake, venye hata watu comment section wanasema wow, she was a queen when she was the first lady wa nchi wakati Obama alikuwa president. So nikakuja nikafikiria, most of the people unakutaga wewe ni jamaa uko na dream, ama wewe bibi ni uko na dream, unaenda tu unatafuta mtu yeyote without considering the future goals, alafu siku moja unakuja unabarikiwa, hata unapata position kama hiyo kubwa. Sasa mkienda mikutano unakuta vile partner ulimali, si hata partner haizi kuwa presented, yani si mtu ati hata una feel pride wakati mnaenda mikutano ya mikubwa, watu wanaenda na mapartner zao wanaongea, wewe wako si unaona. Hiyo kitu kama hiyo inaweza fanya hata ego yako ikarudi chini hiyo time, na inaweza sababisha hata mkuja mdivorce, because utaona you are working with a person who is not of your class. So wakati una date mtu, kuwa na that conversation, ndoto zako ni zipi, unajiona wapi in any case. Na hiyo ni kitu kingine, because unaweza kuja ukute hata umefungua biashara in future. Wewe umedate mtu hawezi kumanage kulani hiyo business, so utakuwa unafanya wewe peke yako, ama uko na assistants wako, na sana sana kama hao assistants ni madem. Sasa bibi yako anasikia vibaya because anaona kama unahanya nao
coworkers, na maybe the only person anaweza kuwa coworker wako ni mwanamke, ndiye anaweza kumanage hizo biashara, but bibi yako juu hawezani. So kuwa na ile conversation ya kujua kwenye mnaelekea miaka inakuja. Na ya mwisho akaniambia the sense of direction brings the sense of purpose. After communicate na mtu, mumeelewana, umejua interest zake na zako zinafanana, ma hobbies, umeona direction, the vision ya miaka inakuja, mnafanana na huyo mtu. So mkisha usikizana hizo vitu zote, whereby ni hard kupata mtu kwa 100%, but ukijaliwa at least mkue somehow you are going through along each other, inaleta the sense of purpose. Unakuta sasa wewe umepata mtu wako, babu yako, vitu mingi mnaenda mnafanana. Yes, hakutakuwa na kale misunderstanding hapa na pale, because hakuna mtu aliyekamilika, but at the end of the day mtavumiliana, si unaona? Otherwise ndoa nyingi zimevujika siku hizi, because kama hao watu wangepay attention wakati walikuwa na date, I'm telling you, hizo ndoa hazingevujika leo. Unakuta watu hawakupay attention to look for the most important stuff wakati walikuwa na date, wamekuja kuobserve some characters. Mimi sikuwa nataka bibi yangu akue kwenye hii career, mimi sikuwa nataka hii tabia iko na bwanangu, mimi sikuwa nataka, but hizo characters zote kama unge pay attention na kubuy time na ku have a conversation na effective communication na mtu wako wakati mlikuwa mna date, ungekuja kuelewa huyo mtu. Because niliwaambia kitu moja nikimalizia, you cannot change a person, it's only God can change a person, and the person himself ama herself adecide anataka kuchange. Watu wengi wanaingiaga into marriage without understanding huyo mtu from A to Z, of whereby sometimes ni ngumu juu mtu anaweza ficha, but the more you buy time, the more you have the communication, effective communication, utaweza kuelewa huyo mtu from in and out, na utaweza kujua kama niko okay kwenda na huyo mtu ama siko okay. Otherwise usikuje kulearn some of the characters, some of the wishes za huyo mtu, some of the behavior wakati already mumewana, because sasa mtakuja mumeachana, mlishatuitia mchele, mkaweka muhuri kwamba mmekuwa kitu kimoja, maybe hata mkapata watoto, si unaona? Though all those things can be avoided kama in your dating site. Utajua what in your dating season, utajua what to look for, what to investigate, what to research na vitu kama hizo.